hala buuxiyo hala ogaado meesha inay qabiil Soomaali Landeer inay joogtaan Soomaali waa qabiil Landeer Soomaa halka buuxiya حقا وسودا ورا كل كوا بنانك قدال جوجو دنا halkan soo buuxiya way dhan tahay aya watia asante nimepata niko naye mama sijali asante watia dadaboye sasa wacha tuite ili mambo ieleweka hapa nyumbani wacha niite mbunge kutoka kule Garissa anaitwa Meja Deko wapi makofi ya Meja Deko Asante sana. Assalamu alaikum. Redadaba assalamu alaikum. Dadaba assalamu alaikum. Dadaboye. Sida sala roina qaylisin dadaboye. Salaanta si fiican nooga qaada. Wariya tutam. Maanta aad baan u faraxsanahay. أنكو ما أردت الدق لكن حوير دقي على الدين سامحن أبوكن فارح أنكو لا صعن دق نماذج ودي أبوكن فارح أنا صعنا وما أنت نمرتقاضي ماشان إن العقو قرنو ما موين كرداب constituency سامحها هاي مركا بس كده مركا سبب تاسان ماشان ومانه رداب سبب تاسان ماشا نصعنا سبب تكلنا محاواي ننكا ودنك مدحوينها كيه يانو أولولينا الدولهيرا سوسا كباريشين سبب تاسان ماشا نكنت أناقا وحرمنا حدان صومالين ميلان جوغنبو غارس جوغتا وجار جوغتا منديرا جوغتا نيروبي جوغتا مومباسا جوغتا ودنك دحيسا كلا جوجتا ميلا جوجتا oo nin Soomaali ama qof Soomaali inaan maanta dawladdan dhisan aan garab istaagno dawlad sidan oo kala ma soo marin iska mana garab istaagayna sababaan ku garab istaagana haddaanay reer Soomaali aanay hiilaan u baahanahay haddaana qaasatan Soomaalida degan Northern Kenya Soomaalida kale Mombasa iyo Nairobi u guurtaan ayadana hiilo uga baahan sababta maxay sababta maxay waxa yeelay ninkan maalintu soo galay waa ogtiin haddaanay Soomaali Northern Kenya ninkan kura fiican maana siin soo saameen laakiin garab u noqday wadigan dhisayna dawladda NATO William Ruto markan Kenya Northern aankeena Garis ballamaan kala qorane ballamaan maxaa kamid ah in laga qaado bangowga nagu lahayo qaasatan arinta kibaanada soo saameen soo kumaana rifaadi jirin kibaanina goosan soo kumaana rifaadi jirin 2025 yana laga qaada arintaas ay xornimadeena haddaan dhahay Northeastern 2025 ay noo dhalatay annaga xornimada Kenyan inta ka hore waana la gacan bidixin jirnay mata misamaya wareedadaab soo saameen mise inaka waxba farsamaysan jirteen soo dibnigu ma yahan mise farsamo kala haysateen midda kale waxay aan madaxweynaha ku ballanay baasaboorki Garissa xafiiskeeda in la soo celiyo ninkii baasaboorka xafiiska xire waa ninka hadda maanta la leeyahay oo dawladda cambaaraynayo ninka la leeyahay Uhuru Kenyatta iyo nin la dhaho Matiang'i hadda uu soo wato madaxweynimo ku soo wato ninkaas baasaboorka Garissa xire ballamaha la galna William Ruto maxay ahayd baasaboorka xafiiskaas ay in la soo celiyo soo saameen ma la soo celiyo mise muu soo celin ballantii muu ka soo baxay mise ka muu soo bixin war muu ka soo baxay maxaan kaloo isku dhahnay ninka ballamaan ku ballanaan rabnaa inaan kula xisaabtano waqtigaas 2027 soo saamaha madaxweynaha waxaan ku ballannay wadada sayto laga dhisaayo Isiolo ilaa la geynayo Mandera inuu bilaabo Uhuru Kenyatta wuu diiday arintaas ay inay bilaawdo markuu soo galay ballantii wuu ka soo baxay wadadii waa la bilaabo soo miir ka waraysan soo kama waraysan mise inaga shaqo dhadhaab waxba kama waraysin soo kama waraysin waxaan kaloo kula ballanay wadada sayto ka soo bilaabanaysa Lamu ilaa Isiolo u kici ee wadada NATO madoogaasha ku sii daray doonto ayadana in la dhiso oo laami la saaro ninkii maalin hore ka horeeyay wuxuu diiday inuu laami saaro markii lagu qasbay muxuu yeelay wuxuu ka dhigay maram wadadii la dhaayay sidii wadadan NATO madoogaashii amiin dhadhaab iyo Garis wadadii waa la hagaajinayaa
hadda laamay wala saara soo ismiina fahmin ballanti mu ka soo bixin mise kama soo bixin marka annaka maxaa noo dheeraad haddana intaan soo galle aniga duqanayto alla raali aw aniga abookay faarax dawladda waxaan ku daba istaagnay wadadaas ay ta ka soo bilaabanaysa gaaris ilaa badhadhaab imaanayso in la dhiso iyadana ballantina waana laga qaaday designers la soo diray waa la cabiray waxaan u maraynay inta waan ilagu imaaday dhadhaab oo wadadaas ay ta laga hadlayo man ila imaada masaniliman arrintaas ay ta qaba waay waa la dhamayn rabaa wax yar baa ka dhiman arinta ayada waxaan filaynaa sanadkan soo socdo intii wali 2027 ay dhamaanin ballantaas ay asaga uu naga qaaday inuu nooga soo ballaabantaas ay war soo saxa martiin soo wadada ma rabtiin soo garab uma baahnidin soo garab ninkii noomu noqonin baad maxaa noogu dhiman oo kale wixii noogu dhinna maxaa waaye waa inaan haddana bilaawno aan dhahno intii aan ku ballanno waa naga ballan qaadee haddana middanayta iyo intan u baahanay soo saama ninkii saa samayn lahaa waa William Samoei Ruto soo miina maqlin ninka ballantaa ka soo bixi doono oo 2027 wixii ka dambeeyay ballame aan la galna ka soo bixi karo waa ninkaas sayto inta kale waa niman aaminsaneen inaa wadani tihiin niman aan u dhacdhacsaneen inaa reer wadani Kenyaan aatiin war Kenyaan ma namisamaniin soo manihin ninkina yiri maalintii kibaandadaas ay telefoon ninkii yiri Soomaali nimankan ma waa al-shabaab war ma shabaabaan war soo wadani manihin ninkina yiri maanta sadada dambe waxa inaga nimanka waa shabaab ninkina yiri maxaa noo dhaxay anaga nimankaas ma waxa isku darsan karnaa soo ninkaneeto noomulisin hash inaanu hambayno Soomaho war soo saamaha misana qaldan misameelan shabaab asho wax meelan ku dhax jira haddaan sheegna min ugu baxa haddaan wax ka sheegna min ugu baxa waxaan oo soo Kenyaan maaha man ninkiina yiri shabaabatiin man ninkiina yiri Kenyaan ma tihin man ninkii yiri wadadaas ay soo la dhiso uma qalmato noodisan dhaqaale ma qabaane man ninkaas aan wax ku darsanayna waxaan rabnaa reer Dadaab reer Northeastern reer Garis Soomaali dhan meelay joogto oo si fiican i dhageysta Northeastern Soomaalida waxaad ogaatiin Soomaali magaca wadataan meela joogtiinba wadankaneeto ina magaci Soomaali wadatiin xurmadii Northeastern ina magac ku leediin haday Northeastern ay jirin Soomaalida wadankaas ay tamay degteen soo saamaha marka waxaan rabnaa meela Soomaali joogto inay guntato kibaanda goosato kura goosato wixii ka dambe waxa hoos u idil MB hadii la dhaho governor hadii la dhaho MC hadii la dhaho aan ku tartano soo saamaha annagoo idil nin ogaadeen ba meeshan ka soo gali soo saamaha nin ogaadeen ba governor Garis ka noqon soo saamaha inta aan ku tartano laakiin wixii madaxweyne ka bilowday iyo kor ka sii jiro haduu jiro soo mid kama noqon karno waxaan kala ku tartano soo saamaha laakiin aan midkaygana haliiday anigana keega halaga banaanka halaga maro marka waxaan leeyahay Ruto waxaan leenahay Ruto maya ma jirto taas mar kale anaga Soomaali baan Soomaali Ruto meja na salama siinayo khabarka gaar soo dira insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asante sana wacha tuite Aaron Cheruiyot senator wa Kericho wapi makofi yake na William Ruto asante Dadaab hoye hamjambo salamu alaykum mafiantia mko salama na hii ni vitu mingi mumeweka asante habari yenu mumekaribisha sisi hapa Dadaab hapa ndio nyumbani kwa mzee Farah Maalim Simba wako na hii yeye amekaribisha sisi kama marafiki zake ametuambia ako na kina mama ako na vijana ako na wazee ambao pia wanafaa kufanyiwa empowerment si mnajua serikali za zamani mipango ilikuwa inapangwa Nairobi peke yake lakini haifiki hapa mashinani lakini tangu rais wetu ashike hatamu ya uongozi yeye ametufundisha kwamba program yoyote ya serikali kama inapangwa kule Nairobi mpaka ifike paka mashinani pale wananchi wako ndio maana tumekubaliana na tumesema hatutakubali tena
taifa la Kenya ambao kuna wananchi wanawachwa nyuma, wengine wanabaguliwa. Sera zinapitishwa lakini inafanya kazi Nairobi, haifanyi kazi hapa mashinani. Rais wetu ametufundisha kwamba kila Mkenya ako sawa na ako na haki pahali popote anaishi katika taifa letu la Kenya. Ukora ya kubagua jamii zingine kama jamii ya hapa Northern Kenya na kuwafanya ni kama hao ni second class citizen, hiyo maneno hakuna tena katika taifa letu la Kenya. Ndio maana mnatuona tunafika hapa dakika chache tu, si mwingine bali naibu wa rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki atakuwa ameketi hapa chini na nyinyi. Si mnajua yeye ni naibu wa rais mpya? Zamani kulikuwa na mwingine lakini kichwa yake iliharibika, akaanza kuongea maneno ambayo haifai. Anaita wananchi wa pande hii ati Al-Shabaab, anasema ati hawana shares. Sisi tukafukuza yeye huko kwa bunge. Tulifanya vizuri ama mbaya? Sababu yeye alikuwa anabagua Wakenya wengine. Anasema ati Wakenya wengine wako na share, wengine hawana. Mnakumbuka tena wakati rais amekuja hapa Northern Kenya kwa ile safari yake ingine, akapitisha na akasema hii mambo ya kuuliza watu maswali ya ujinga sasa ile wanataka kitambulisho iondolewe, maneno ya vetting. Na watu wakashukuru, lakini wale watu wa fitina kule Nairobi wanaanza kusema ati hiyo ni kuweka sijui nchi katika hali ya hatari. Yani karatasi inaitwa ID ni kitu ya kunyima mtu. Kipande si ni karatasi peke yake. Hiyo ni kitu ya kufanyia Mkenya ati anafanyiwa kesi. Babu yako ni nani? Nyanya yako sijui ni gani? Hiyo maneno ya upuzi sisi hatutaki tena. Kama kuna maswali mtu anafaa kuulizwa ndiye apewe kitambulishwe, basi iulizwe Wakenya wote. Sio Wakenya kidogo wako na fulani peke yake. Si ndio? Na wale ambao walikuwa wanapinga sera hiyo, si nyinyi mnawajua? Si mnajua ni kina nani? Si ni wale wako kwa upinzani wanaongea kule Nairobi, alafu tuwapate hadi siku moja wamekuja hapa Dadaab kutafuta kura. Si mtapeleka hao mbio ya kimataifa? Wapelekwe mbio kama ngamia ya kuibiwa. Wasijaribu kukuja kuleta mchezo hapa, na wakati mambo yenu inapangwa wanaleta wasiwasi. Mheshimiwa Meja Deko mmesikia akiwaeleza maneno ya barabara zenu vile zimepangwa hapa Dadaab town katika budget ya mwaka huu. Mimi nikiwa kiongozi wa wengi katika bunge, ninawahakikishia kwamba katika budget ya hii 2025-2026 development ya Dadaab constituency including the tarmacking of your town iko ndani katika ile budget. Kwa miaka mingi stima ile ilikuwa inatumika hapa reja. Nyinyi hamkukuwa katika national grid, lakini Mheshimiwa Farah ananihakikishia kwamba maneno hiyo sasa imetimizwa vile inafanyika, na rais amesema watu wa hapa pia wajihisi kama wako Kenya. Si nyinyi ni wa Kenya pia? Maendeleo ikifanyika Murang'a ifanyike Dadaab, ikifanyika Kericho ifanyike Dadaab, ikijengwa Kisumu pia Dadaab ifanyike, sababu hapa pia ni Kenya na nyinyi pia ni walipa ushuru kama Wakenya wengine wowote. Tunakubaliana ndugu zangu? Tunakubaliana na tunasema tunataka taifa ambalo Mkenya yoyote anajihisi raha mahali yako. Kama kuna shida tukule sisi wote, kama kuna mazuri ipatikane kwetu sisi wote. Sio mambo ya wengine wanafurahia na wengine wanavumilia. Hiyo maneno sisi hapana wataka. Ndio maana siku ya leo tumetembea hapa kwenu na tunamwambia rais azidi kupanga mipango yenu. Hata ile program ya livestock restocking, wakati wafugaji kama nyinyi wanapoteza mifugo wakati wa kiangazi, kama vile wananchi wengine wanasaidiwa maneno ya miwa na sukari, hata wafugaji pia wasaidiwe wakati mifugo yao inaumia wakati wa kiangazi. Sio ndio tuliahidiana na nyinyi wakati wa campaign, na president akasema hiyo weka ndani ya manifesto ili Northern Kenya pia ifurahie uchumi ya taifa yetu vile inafaa. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuhakikishia kwamba rais ako anapambana na kazi. Yeye hajawezi kusahau nyinyi, na wakati mzuri ikifika hapa mbele mnakaribisha yeye hapa Dadaab. Akuje atembee hapa kwenu. Wangapi wanasema rais atembee hapa kwenu tuone? Very very good. Atatembea hapa wakati nafikiri naibu wa rais atawaeleza vile maneno inafaa, kwa sababu nyinyi pia ni
nguzo ya msingi ya taifa letu, na ile biashara nyinyi mnafanya katika taifa yote ndio inasaidia kulipa uchumi ya Kenya. Kwa hivyo hakuna mtu anafaa kubaguliwa. Mimi nimetembea vizuri hapa kwa sababu ninajua hapa ni nyumbani, kama tu saa ile mimi niko kule Kericho. Sina wasiwasi sababu najua nyinyi ni ndugu zangu. Nyinyi pia ni ndugu wetu na tunazidi kutembea na nyinyi. Wale wengine wa opposition, si mnawaona kule Nairobi, wacha waendelee na maneno yao. Watu ati wanasema sijui watapambana na William Ruto. Nyinyi mkipima ile wakora wako pale upinzani, watawezana na William Ruto kweli? Wale wanaweza? Watu wa kabila, waongo, watu hawana hesabu. Mimi ningependa kuambia wale ndugu zetu wa upinzani, kama uko na mpango ambaye unaona inaweza kusaidia watu wa Dadaab, kuja mpaka hapa Dadaab uzungumze nao, waambie vile unaweza kupanga. Mambo ya kuzungumza kwa mahoteli na conferences kila wiki pale Nairobi mkituambia sijui nini ama nini, hiyo ni maneno haiwezi kubadilisha Kenya yetu. Ya mwisho kabisa, jana kuna jamaa amezungumza na mimi niliudhika sana. Mtu ambaye tulipatia kura, tukampatia heshima kama rais wa Kenya kwa miaka 10, hata hakuwahi kanyaga hapa Dadaab siku moja kwa maisha yake yote, na amekuwa rais wa Kenya, hajawahi kukuja hapa. Ati anakimbia pale anaanza kutuambia sijui program gani haifanye kazi. Wewe mkiwa na huyo rafiki yako Matiangi, wakati mlikuwa katika uongozi wa taifa la Kenya, mwili ya watoto ya watu ilikuwa inapatikana kule Rivayala, ilikuwa inapatikana kwa misitu. Hapa Dadaab watu walikuwa wanachukuliwa kila wiki. Alafu sasa unaanza kutuambia nini? Ati sijui nini ama nini. Wewe kuwa mkaribu bana. Angalia na ujifunze kwa wazee wale wameoccupy hiyo kiti ya rais. Wakati mzee Moi alienda retire, muliwahi kusikia akiongea siasa? Wakati mzee wetu Kibaki marehemu alienda retire, mulimuona akijiingiza kwa siasa ya upuzi? Wewe Uhuru bana, kuwa muungwana na uheshimu wa Kenya. Wakenya walikupea nafasi, ukaharibu taifa yetu. Wewe nyamaza na uvurute vitu yako polepole chini ya mti. Waja kusumbua sisi na kutuambia lecture. You have no capacity to lecture anyone. You have no right to lecture any leader in Kenya because you were granted an opportunity and you squandered it. Part of the bigger problems that this administration is trying to tackle are the messes that were created by you, Mr. Uhuru Kenyatta. You should be the last person to speak and try to tell anybody about this country. Dadaab hoye! Dadaab hoye! Asanteni sana. Pia mimi nimekuja kuwasalimu kina mama na ndugu zangu na shilingi 1,500, 500,000 Kenya shillings. Asante sana Senator Aaron Cheruiyot. Wacha tuseme hivi, mimi watu ya Dadaab nimeona hii bendera. Hii bendera inasema nini? Hii inasema nini? Hii bendera inasema nini? Wale watu ambaye wanafanya NDC na wameenda retire, mimi nataka kuuliza watu ya Dadaab, wale watu ambaye wameongoza Kenya na wanarudi meza ya kuongoza ingine, nyinyi watu ya Dadaab mnakubaliana na wao? Waende ama wasiende? Waende kawakienda. Sisi tunasema, na mimi nataka kuunga yale Aaron amesema, kwamba wewe ukishabalika na Wakenya kuongoza, usilete tena aibu yako katika mambo ya Kenya kwa meza. Sisi tunataka hivi, na nataka tuambiane mambo ambayo inasikika. Sisi tulitosheka na uongozi ya Uhuru Kenyatta akiwa Jubilee. Yeye anataka kufufua chama ambaye inaendelea kusink. Nyinyi wa Kenya mnakubaliana na hiyo ama mnakataa? Aende asiende? Sisi tunamwambia awe mzee kama wazee wengine. Retire na mtosha, aende apumzike, language yake ni retirement. Mimi nataka museme retirement. Aende retire ama asiende? Aende apumzike asipumzike? Yeye hata ajui hapa Dadaab inakaaje na alikuwa president wa Kenya. Hiyo mtu aende ama asiende? Na nyinyi mnasema Markale. Hii mnasema namna gani? Markale. Hebu nionyeshe Markale ya William Ruto hapa. Mimi nikisema Harambee mnasema William Ruto Markale. Harambee. William Ruto Markale. Farah Markale. Aendelee.
oye. Hao watu tutawashinda ama watatushinda? Wako na kura ama mko na kura? Wanatuambia Nairobi ati kura Dadaab ni kidogo. Hebu onesheni hawa kwa mkono nione. Hii ndio kura Dadaab. Si ndio itaangusha hawa? Ule wakabila waende wasiende. Ati wanaita nyinyi ati nyinyi ni Al-Shabaab. Nyinyi ni Al-Shabaab. Shetani ashindwe ama asishindwe? Ashindwe asishindwe? Mimi nashukuru nyinyi kwa sababu mumeweka amani. Swala la mwisho, mimi nataka kuuliza watu ya Dadaab hapa. Nyinyi ni wa Kenya ama wa kabila? Nyinyi mnapenda Ukenya? Asante sana, na sisi tunamwambia Uhuru Kenyatta, president wa zamani, president ambaye ameenda anataka kufufua kitu naitwa NDC. Mimi nauliza hapa Dadaab, Jubilee iko ama ilikufa? Jubilee iko ama ilikufa? Anatuambia nini Kiswahili kani? Hiyo anatuambia. Sisi hatutakubali mtu ambaye anachochea watu na nyuma. Anachochea president na yeye ndiye aliharibu taifa. Anatu lecture na yeye ndiye aliharibu taifa. Mimi nataka kusikia hapa Dadaab, Uhuru Kenyatta mlimuona hapa? Mliona sura yake hapa? Hata picha mlimuona? Anataka kutuambia nini? Aende ama asiende? Ashindwe asishindwe? Nyinyi mnasema Maragall. Maragall. Aaron, nilisahau kitu moja. Mheshimiwa Farah nimetumwa kwake na kiongozi wake katika bunge la kitaifa. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Amesema elekea baka Dadaab, salimia kina mama zetu, ndugu zetu na shilingi 1500, 500,000. Asante kabisa. Yeah. Asante sana. Wacha tuite senator wa Wajir. Wapi nduru ya senator ya Wajir hapa nisikie kwa mkono? Assalamu alaikum. Mafahantiin. walaalayaal waan salaamay salaanka bacgeed baxaan leeyahay reer Dadaab hor sharaf bay leeyihiin waayo 700 kun oo Soomaali kii xaliheen way haysin waligay dib ka maqan halka taas Allah igu sharfo soo sharaf maaha soo sharaf midin Allah ya ciise Allah ya sharfo ma maqlaysin sida ku socotiin ku socdo walaalnimada muujiyo muslimiin muujiro muslim gaal soo dhaweeyo soo saasma aniga maanta waxaan halka u imaaday inaan soo booqno aniga waxaan nahay macallin dhaha Abbas baa la dhahaa Abbas Sheikh Maxamed baa la dhahaa Abbas KK baan ku wacdheere ma maqashin marka waxaan u maan halka inaan aragno Dadaab ma ogsantiin ninka Farah la taagan madaxweyne kay Soomaa awaal ma galan ismagal waxaad dhahay dadka Dadaab wax Soomaali ahay ama ku kala halaba inay wadani laga dhigo Soomaa ma ogsantiin wadani laga dhigo Soomaa Uruba liigo Soomaa dadka ummadii markii hore barakacay oo waqtiga awaaraha soo galay qaxootiga oo Farah ka galeen waa laga bixinayaa Soomaa war awaal kale waxaan galnaa wadadii ka imaadey Gaariso ilaa Dadaab laba maxal laga dhigaa laamay soo awaal ma kibaar maxal dhahay wixii la dhijiri aba ay hooyada xaga ka imaadeen awga wixii way dhamaadeen Soomaa marka adeereelo Dadaab ninkii awaal ku galay awaal baa loo gudaa Soomaa ana maxaan leeyahay awaal gudan Soomaalidan waa ku xun awaal kana gudno marka waxaan leeyahay Harambe baas wadada kale leeyahay warninka ooyga maarti Farah barkishin ani Farah isku qaran laakiin iska timiso mudug yan fi waxadeen wax soo ma qaan war Farah yani isku qeyr baanan wali waxdaan kayda laakiin wali waa wili rasaga timish wara Farah maxaa dhahay aniga aan isku qeyr baanan laakiin timiya cadadeen ani wili bastay ma wadiga weynay ما بقلشين ورنيك تمام ودي ما هني حق بالله وانا اللي حشبينا وجه كينيا اللي حشبينا ما بقلشين مركز دي اودي هلا بكلا الفين حلقش بحال مركز علي سوما بحال لبقى فارع معلم فارم بي حرام بي روتو امبار حرام بي الله يعز غير الله شيء وما سنتين بس ميا wacha tuite mzee Teko analeta shilingi
200,000. Wapi makofi ya teko? Asante sana. Patia. Ambia watu. waan la baxsan rabay laakiin waa la soo qabtay. 200 waan la baxsan rabay waa la soo qabtay marka 200 aan ku daray insha Allah. Asante sana. Wacha tuite mama mrembo kutoka kule Laikipia. Mama ambaye hapendi ukabila. Sisi wa kabila ni wachache lakini Wakenya wengi wanaungana. Huyu mama amevaa Kisomali. Yeye ni Mkenya si Mkenya. Hebu shangilia mkaribishe huyu mama kwa makofi. Asante sana viongozi tulio nao na watu wa Dadaab. Assalamu alaikum. Setihin. Imaran. Jina langu ni Jane Wangeshi Kagiri, mama county wa Laikipia, lakini leo mnaweza niita Farhia Abdi. Hiyo ni sawa? Leo nimefika huku, kitu ya kwanza kuwashukuru sana. Mulijitokeza siku ya uchaguzi, mkachagua Mheshimiwa Farah Maalim na mimi nikachaguliwa Laikipia. Nilipofika bunge sikujua kuongea, sikujua kufanya biswada, akanifunza kufanya hiyo yote. Kwa hivyo leo nimerudi kuambia asanti sana. Kitu ya pili ni kuambia sitakubali ukabila katika Kenya. Mimi ni Mkikuyu lakini nasema Wakenya wote wako sawa. Kule Laikipia niko na watu wa Garissa, niko na watu wa Pokot, niko na watu wa Kalenjin, niko na Wakamba na nimesema wote ni watoto sawa na ni lazima wapatiwe heshima yao. Mimi kule Laikipia nilikuwa naona watu wangu wakiwa na shida ya kupata ID card. Nilipigana nilipochaguliwa na nikasema vetting ni lazima ishe. Leo hii nafurahi kwa sababu vetting imeisha. Mimi nitamalizia hapo niwaambie 2027 tunasema aje? 2027 tunasema aje? Lakini mimi Mheshimiwa Farah Maalim alikataa kuendelea kunifunza lugha yenu. Leo nimesema nitajifunza. Niwafunze pia. Mimi nataka nikisema William Ruto na nyinyi mnanirudishia Shan Kala. Shan Kala, si ndio? Mko tayari? Mumetengeneza sauti. His Excellency Dr. William Samoei Ruto. His Excellency Kithure Kindiki. Mheshimiwa Farah Maalim. Pokeeni salamu nyingi kutoka Mheshimiwa Amina. Leo hakupatikana lakini amenituma niwatumie salamu zake na upendo mingi. Mmepokea? Mheshimiwa Amina? Mheshimiwa Amina? Asanteni sana, Mungu awabariki na ninawapenda sana. Asanteni. Na nimewaletea shilingi 1,100 ya kuwasaidia katika empowerment. Asanteni sana. Asante sana. Wacha niite MCS wetu wote wakuja hapa. MCS na senator wa wapi ule senator? Lazima nitangaza akiwa hapa. Wacha MCS waseme jambo. Wapi leo nini? Jambo. Sema jina. Assalamu alaikum. Aniga magacayga waa Mohamed Sheikh. My name is Honorable Mohamed Sheikh, MCA from Lebesigal Ward, Dadaab Sub County, Garissa County. Waan salaama haya. Waxaan rabnaa hal arrin aan sheego. Unatoa pesa. Ninka ku hiiliyo waa loo hiiliyaa. Ninka ku hiiliyo waa loo hiiliyaa. Ruto unoo hiiliyo Soomaha. Soo madaxweyne maaha. Anaga arkayna loo faro talal tago. Loo faro ku tigin taaga. Two term kwa Mheshimiwa His Excellency Ruto, 2 term for Honorable Farah Maalim. Thank you very much. Pesa. Assalamu alaikum. magacayga waa Aadan Xasan oo waa MCA Gidarto. Waxaan ka soo qayb galnay xafladan anagoo garab siinayno barnaamijkan gabdhaha anaga lacagta loogu gurahayo. Madaxweyne Ruto maxaad leedihiin? Madaxweyne Ruto maxaad leedihiin? aad baad u mahadsantiin. Assalamu alaikum. aniga magacayga waa Umar Abdi Hassan, Mheshimiwa Damajale, Farah Maalim Tosh, Ruto Tosha. maanta lacag baa la rabaa, hada lama rabo. waad salaamantii waa mahadsantiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iska warrama Dadaab fiicantiin ma sha Allah. Waxaanu leenahay dawladdanayto uu William Samoei Ruto uu wado markale andahna markale
waxaan kaloo leenahay Faarax Macalin mar kale soo saas maaha waninka odaygaan sagootina soo saas maaha dawladana soo celina soo saas maaha ajirna gabana buu socdaa toosha dhaca wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haya wangapi watakaribisha naibu wa rais kwa sababu anafika mko tayari karibisha wapi nyimbo za hapa Dadaab weka nyimbo tuone tu dance haya tutam rais anaingia Deputy President anaingia sasa tutayarishe sasa wakati ya Faruk ni wakati yetu sasa kukaribisha haya lala fura tutam haya karibu Dr. Kindiki Deputy President tamuge mambo mapo sawa tuko nyumbani karibu wake data ya Faarax Maalim wake data ya Faarax Maalim haya karibu Deputy President Kindiki Sadalo Kindiki Sadalo Faarax Maalim Sadalo Kindiki Sadalo haya kidale tutam chamuge tutam nyama karibu kidale karibu ni Deputy President karibu ulia gama karibu ulala kibet hawa watu sulala kibet hawa watu ni yote ni tutam Sadalo Kindiki Sadalo Mudhane Kindiki watu wa Midian karibu Sadalo Mudhane Kindiki Sadalo Mudhane Kindiki karibu sawa sagala gama sahabka karibu Kindiki karibu Sadalo Mudhane Kindiki Sadalo Mudhane Kindiki Sadalo Mudhane Kindiki na Faarax Maalim Sadalo karibu Kindiki Dr. Kindiki karibu Sadalo Faarax Maalim na Kindiki Sadalo mata Maalim wewe Sadalo Kindiki Sadalo karibu Kindiki na Faarax Maalim karibu gama Kindiki na Faarax Maalim tutam Kindiki na Faarax Maalim karibu Kindiki karibu Sadalo Kindiki karibu hapa Kindiki ako nyumbani shuka Kindiki karibu chamuge mambo yote karibu Kindiki na Faarax Maalim Sadalo mata wa malitik wa malitik Kindiki mata wa malitik Kindiki mata haya karibu Kindiki na Faarax Maalim karibu Kindiki Sadalo Faarax Maalim na Kindiki Faarax Maalim na Kindiki haya sida music wala sida haisa Faarax Maalim sida DJ sida haisa Faarax Maalim sida wala haya mata wa Kindiki mata wa Faarax Maalim mata haya asante sana Your Excellency
Acha niite mbunge. Asanteni sana. Asanteni. Karibu. Wacha Kore aendelee. Kore endelea. Endelea Mr. Kore, mbunge wa Mandera South. Haya. Dada, assalamu alaikum. Mimi naitwa, mnajua Mandera South? Hii mahali inaitwa Elwak. Na ni kitu na tunasema Mheshimiwa Farah Maalim mupatie yeye 5 tena. Pili, Mheshimiwa Rais Ruto ni rais ambaye amefanyia sisi watu wa North Eastern mambo mingi sana ambayo marais walioko mbele yake hawajawahi kutufanyia. Ametufanya tuweze kuunganishwa na Wakenya wale wengine, ametupatia mawaziri, ametupatia PS, ametupatia board members na ametusaidia katika kuhakikisha tumepata stima, barabara, walimu na maji. Kwa hivyo tunasema Rais Ruto ni ngapi? Rais Ruto ni ngapi? Nikisema harambee mnasema tutam. Harambee. Mwisho kabisa kuna ule jamaa wa shares. Alisema sisi watu wa North Eastern hatuna shares katika serikali. Na akasema kwamba wakati rais alitutembelea Mandera, rais alikutana na viongozi kama sisi. Lakini yule jamaa wa shares alisema rais alikutana na Al-Shabaab kule Mandera. Wacha niwaambie leo mchana peupe, wakati rais alikuja Mandera, alikutana na viongozi kama sisi na wananchi wa Mandera na hakukutana na Al-Shabaab. Kwa hivyo yule jamaa ambaye anatuambia hatuna share na anatuita Al-Shabaab, tunasema ashindwe, sio? Ashindwe, sio? Rais amenyosha mkono yake ya huruma na sisi tunyoshe mkono yetu ya huruma na tuseme Rais Ruto 2 terms. Asante. Asante sana. Mchango yangu inshallah nachangia pia 1,100 kwa hii program yenu. Asante sana. Wacha tuite Mheshimiwa Moha, mbunge kutoka Lafey. Wapi makofi ya Moha? Pigeni makofi wiki jana kabisa. Endelea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reer mfiicantiin maasha Allah, alhamdulillah. Saa usoo baxdeen waa ku mahadsantihiin. Reer Dadaab doqon waa dadaali soo ma ya bas khayr Allah insiya. Your Excellency, karibu Dadaab. Mimi nikiwa hapa leo tunasema tumekuja hapa kusaidiana na serikali wetu ili at least tusaidie wamama wa Dadaab, ndio hata hawa wakuwe kama Wakenya wengine. Sisi tunasema William Samoei Ruto 2 term kwa sababu hii ndio ile serikali hii ndio ile serikali kipekee ameunganisha Wakenya wote, imefanya Wakenya wote wakuwe Kenya moja. Ile wa zamani ilikuwa serikali ya ukabila. Sisi leo tukiwa kila mahali tunajisikia kukuwa serikali. Sasa hasa region hii yetu tumefanywa kazi. Leo tukiwa hapa Dadaab, ile barabara ya kutoka Garissa inafanywa lami. Hapa town hii ya Dadaab kuna pesa tumeweka kwa budget hii ya serikali hii. Budget yetu ya 2024 2025 600 million imewekwa ili tufanye barabara hii ya town ya Dadaab iwe lami. Tulikuwa na serikali hapo awali na hatukupata hata maendeleo. Kuna market inaendelea hapa, kuna ujenzi ya housing, kuna kila kitu. Na isitoshe sisi wa Kenya wa pande hii wa Northern, rais wetu ametuondolea ile ilikuwa vetting ya kipande, walikuwa wanatunyanyaza. Saa hii tunachukua kipande kama Wakenya wengine. Sasa watu ya Dadaab, msituangushe raundi hii kwa sababu tumesawasisha na Wakenya wengine. Sasa hata sisi 2027 tunataka tuhesabike kama Wakenya wengine. Ndio handshake ikikuja hata North Eastern iwe kwa hiyo meza, sio? Sasa sisi tunasema William Ruto 2 term kwa sababu ya maendeleo ameleta, sio? Haya, William Ruto, William Ruto,
na Profesa Kindiki 2 term, sio? Asanteni sana, na mzee yake tu inaendelea tu, sio? Amepita 2 term. Sasa tunasema mushikane na hii mzee. Unajua sisi kule kwa bunge tumekuta mzee Farah na mzee Keinan. Hasa mzee Farah ametuambia kutoka kwa ile serikali ya Jomo Kenyatta mpaka kwa Uhuru hakuna siku yeye ameunga mkono kwa serikali, lakini ametuambia serikali hii yeye ndio anatuongoza kwa sababu sisi watu wa Northeastern tumesawasisha na Wakenya wengine. Sio ni sawa? Profesa Kindiki ni fire si fire, ni noma si noma, jameni ni raha si raha. Asanteni sana, Mungu awabariki, muendelee hivyo, na mimi pia nasindikisha na wamama wa Dadaab 200,000. Sawa, tualike mheshimiwa mbunge kutoka Taita Taveta. Wapi makofi ya mbunge kutoka Taita Taveta? Dadaab hoye! Dadaab salamu alaikum. Mmemwona Profesa Abraham Kithure Kindiki, naibu wa rais ambaye anapenda jamii zote, anatembea Kenya zote. Sasa mimi nimekuja hapa vile mmeelezewa, naitwa Mheshimiwa Bwire, ni mbunge wa Taveta. Na hii jamii yenu mimi ndio nachunga, zile ngamia zenyu zote ziko kule Taita Taveta, mimi ndio naangalia. Na nimekuja tu hapa kuwaelezea kwamba Mungu ametusaidia. Tumepata serikali ambaye inajali kabila zote. Tumepata rais ambaye anajali kabila zote. Tumepata naibu rais ambaye anajali kabila zote. Na tumekuja kuwaomba kwa unyenyekevu watu wa Dadaab, mshikilie William Samoei Ruto na Profesa Abraham Kithure Kindiki kwa upendo ili tuweze kusonga mbele. Langu la mwisho, nataka niongee hili na uzito. Jana nimemuona former President Uhuru Kenyatta anasema eti Linda Mama ni nzuri kuliko SHA. Mimi nataka kumwambia rafiki yetu Uhuru Kenyatta, William Ruto ile kazi ambaye anafanya haijawahi kufanywa na marais wote Kenya. Uliacha kama mbolea ni shilingi 9,500. William Ruto ameiteremsha paka shilingi 2,500. Uliacha dola ni shilingi 170. Huyu William Ruto ameteremsha dola paka shilingi 127. Umeacha kama tuko na madeni, mtoto William Ruto anang'ang'ana kulipa madeni. Uliacha kama nyumba hazijajengwa, William Ruto anajenga nyumba zote mpaka huku Northeastern Kenya. Uliacha kama inflation rate iko 9%, lakini William Ruto ameteremsha inflation rate paka 4%. Sisi tunakuomba kuwa kama wale rais wastaafu wengine, uache William Ruto afanye kazi. If you cannot support William Ruto to do the best for Kenya, tunaomba uende retire, uache William Ruto asaidie jamii ndogo ndogo, asaidie watu wote Kenya. Na mimi kutoka kule Taveta nimeleta mchango wangu wa shilingi 100,000 kusupport watu wa Dadaab. Asanteni sana. Asante sana. Wacha tuite simba wetu wa kutoka kule Wajia, anaitwa Keinan. Wapi makofi ya Keinan? Sababu Keinan ndio mtu ya Jubilee. Mimi nataka kuambia Uhuru Kenyatta, usitukumbushe sera zako ama manifesto ya Jubilee.
ambaye ilitunyanyasa. Wewe nenda kimya, wacha Kenya iende mbele. Nyinyi watu ya Dadaab mnasema Kenya iende mbele. Huyo mtu aende retire ama aendelee kuzurura Kenya? Aende retire. Aende apumzike. Aone Kindiki akipeleka Kenya mbele. Huyu Kindiki anatosha ama atoshi? Aendelee asiendelee? Yeye si ni fire. Wewe usitukumbushe manifesto ya Jubilee ambaye ilinyanyasa wa Kenya. Wewe tuambie mambo ya Jubilee hapa tusikie. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Farah Maalim, ndugu yetu mkubwa ambaye pia ni patron yetu, Mheshimiwa Cheriot ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika Senate, waheshimiwa wote na wananchi wa Dadaab, mara ya pili asalamu alaikum tena. Nina furaha kuwa na nyinyi siku ya leo. Mmesikia mambo mengi. Sisi tumekuja hapa kwa sababu tumealikwa na ndugu yetu Farah Maalim. Alituambia tukuje tujionee Dadaab. Si tumefurahi? Mbona nyinyi asioni furaha? Si mmefurahi? Ya pili, kila wakati iko na mambo yake. Kwa wakati huu tumekuja kusaidia wamama na wa vijana, lakini pia ni sharti inahusu nchi yetu. Nchi ya Kenya ni nchi ambaye ni ya kidemokrasia. Historia ya Kenya inajulikana. Tulikuwa na mabeberu tukawafukuza. Tulikuwa na serikali ya Kenyatta, alitawala paka siku zake ya misho. Tukakuwa na serikali ya Mheshimiwa Moi, alitawala paka muda wake iliisha na hand over kwa Mheshimiwa Kibaki. Ikafika wakati ya Mheshimiwa Kibaki. Kibaki pia alitawala muda wake ya miaka 10, hakuchokozwa, hakutusiwa, alifanya kazi mzuri akaenda. Uhuru Kenyatta pia akakuja akafanya kazi zake kwa muda 2, miaka 10 akaenda zake. Ikafika wakati wa Mheshimiwa William Ruto ambaye imeanza tu miaka 3 iliyopita. Mimi nataka niwaambie hivi. Nimekuwa mjumbe katika serikali ya Mheshimiwa Moi. Kwa sababu Waswahili wamesema kuishi kwingi ni kwa. Umesikia vile Waswahili wamesema? Kuishi kwingi ni kuona mengi. Mimi nimekuwa kijana katika bunge wakati wa serikali ya Mheshimiwa Moi. Nikakuwa bunge pia wakati wa serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Nilikuwa bunge wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na kwa majaliwa Mwenyezi Mungu kwa wakati huu niko kwa bunge wakati ya Mheshimiwa William Ruto. Na nataka niwaambie nyinyi wakaji wa sehemu hii. Sisi tunaamini katiba ya nchi yetu. Demokrasia imefanyika, Wakenya wameamua watatawaliwa na rais wa 5 Mheshimiwa William Samoei Ruto. Tunataka tuelewane kabisa kwa sababu nchi hii ni yetu. Ni demokrasia, kila mtu ako na haki. Wale ambao wameshindwa, wale ambao wako na fikra wengine, sisi tukiwa tunatoka sehemu ya wafugaji, kile tumeona ni Mheshimiwa Rais ambaye anatumikia makabila zote katika nchi yetu bila ubaguzi, bila kuwadanganya, bila pia kuwatanganya, na pia bila kuangalia jamii fulani ndio ukubwa ama wako na haki ama wako na mambo mengine. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa tunasema asante. Mnajua ile shida tulikuwa na kipande, tumedhulumiwa, mnajua. Zamani tumedhulumiwa, hata nyinyi mnajua. Saa hizi wewe mtu ya Dadaab hapa uko na haki sawa na ule mtu ambaye anatoka kwa nyumba rais anaitwa Sugoi. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye anatoka kwa nyumba ya Gatundu Uhuru Kenyatta. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye anatoka Baringo kule ambaye Mzee Moi ametoka. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye ametoka Odhaya. Uko na haki sawa na ule mtu ambaye ametoka Bondo. Je, kama kuna mtu ambaye anasumbuliwa na hiyo usawa na haki ya Wakenya, tunaambia yeye ushindwe kabisa, kwa sababu wewe ni mtu ambaye uamini demokrasia na uamini haki ya Wakenya, na wewe ni mkabila rasmi, na tunasema Kenya mpya haina nafasi na watu kama hayo.
Wewe umeheshimiwa, nataka niambie mimi na Mheshimiwa William Ruto na wengine tumesaidia ndugu yetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa muda kadhaa. Na ni rafiki yangu. Nataka niambie yeye, umeheshimiwa, umekuwa na wakati wako, umkubalie Mheshimiwa William Ruto afanye kazi, na nakuombea upate afya, uone ile mabadiliko itafanyika katika Kenya chini ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Lakini ile ya kuzunguka kila pale unapima, unasema Kenya lazima itawaliwe aina hii. Kenya sio kabila moja. Kenya sio nchi ya kutawaliwa na mtu fulani, hapana. Mambo ya demokrasia ni sharti iheshimiwe. Kwa hivyo sisi naambia ndugu yangu Uhuru Kenyatta, patia rais fursa na serikali wafanye kazi, enjoy your retirement, uheshimiwe, uangalie vile Kenya inaendelea. In fact tunakuambia siku karibu wewe hujatembelea Northeastern, tutakupatia fursa uchukue gari kutoka Isiolo, Modogashe, Wajir, all the way mpaka Madera, uone vile Kenya imebadilika. Tunakwambia pia uchukue gari utembelee kutoka Nairobi, upitie Mwingi, Garissa, uende mpaka Ijara, mpaka Lamu, uone vile Kenya imebadilika. Kenya inaendelea kubadilika ni kwa sababu ya sera mzuri ya rais na serikali ya sasa. Kwa hivyo kila inahitajika ni heshima. Na Waswahili wamesema heshima sio nini? Heshima sio utumwa, si ndio? Uniheshimu ni kuheshimu, si ndio? Usiponiheshimu hata mimi sitakuheshimu. Ukinidharau nitakudharau. Ukinitesa nitakutesa. Sisi tumesema hapana, hii Kenya ni wazi, ni ya demokrasia. Tunataka Rais William Ruto. Kwani nani alisema? Sisi tulifukuza mzungu, si ndio? Hawa wengine wote rais 5, si kila mtu alikuwa na heshima? Si watu walijaribu kufukuza Moi? Na sasa hizi wanajaribu kusumua William Ruto. Na mimi kesho nikisema nataka kuwa rais wa Kenya, si watasema huyu pia hata sio Mkenya? Tunataka tupatiane heshima. Heshima ndio ile kitu tunataka katika Kenya. Hatutaki tutishwe, hatutishiki, kwa sababu Kenya inatawaliwa na rais mchana na tunajua vile mambo tunafanya. Nyinyi hapa kuna watu wanaamini sisi nyinyi sio wa Kenya. Nyinyi ni wa Kenya ama sio wa Kenya? Ni Mkenya ama nyinyi ni wa Kenya ama sio wa Kenya? Na ule mtu anasema si nyinyi sio wa Kenya, akiona kofia anasema hawa ni wahalifu. Akiona mama amevaa buibui anasema huyu ametoka wapi? Nyinyi mkae sawa sawa, mfanye biashara, muungane, mjiandikishe, mchukue kipande, na kura ikifikwa tunasema nini? Hiyo sijasikia. Kura ikifika tunasema nini? Mimi sijasikia hiyo. Kura ikipigwa tunasema nini? Tutam kwa nane? Tutam kwa nane? William Ruto? Profesa Kindiki? Sasa unajua kuna watu wengine ambao hawahitaji tutam. Mimi unajua si nimepita tutam. Farah Maalim amepita tutam. Mtasema nini? Mtasema nini? Si tutasema tuendelee? Amjesema hiyo, sema Farah Maalim. Farah Maalim. Na Kainan. Ya misho. Ya misho. Kwa sababu tuko hapa. Sisi wakaji wa sehemu hii, kwa vile tumepima na nimeeleza, tunaangalia sera ya kila serikali. Mimi ni mwanachama wa Jubilee. Hata Mheshimiwa William Ruto alikuwa mwanachama wa Jubilee. Kwa hivyo Jubilee kama chama haina shida. Lakini wale wako na shida ni wale wengine wanafikiria kwa sera mbaya. Kwa hivyo kama kuna sera ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye imebadilishwa na Mheshimiwa William Ruto, kila rais ako na manifesto yake, si kweli? Ongoja hiyo manifesto, wakati ikiisha weka kwa retili, pima, ukiona inakufaa unampigia, ukiona haikufai kuna demokrasia. Lakini kila siku kumsomea, juzi tulisikia ile wa vijana, hata jana kidogo tulisikia, siku ile nyingine tulisikia ile nyingine. Jameni, na hii ndio neno langu ya misho, tuheshimiane ili tuishi kama Wakenya. Kuna makabila zaidi ya 47. Kila ukiangalia bendera ya Kenya, nani ako na bendera ya Kenya? Mnaona bendera ya Kenya? Hiyo bendera ya Kenya unaonyesha inamaanisha nini? Hiyo shield
ni ile vita na kipimo na nguvu tulitumia kutafuta uhuru, si ndio? Na hiyo red inaonyesha nini? Na green na black na white, that is our symbol of national unity. The presidency is a symbol of national unity. The moment we fail to respect these institutions, we are caught in anarchy. Na sisi tumeona kuna nchi nyingi sana katika jirani ambaye wamekuwa na shida kwa sababu watu wamekataa kufuata taratibu ya demokrasia. Ukiangalia jirani hapa, unajua kulikuwa na shida. Unaona huko Sudan, ile nchi ambayo tulikuwa tunachivi kwa shida. Unaona nchi Southern Sudan. Unaona nchi Burundi. Unaona ile nchi inaitwa DRC. Imeletwa na wanasiasa wapotevu ambaye waangalia haki na kila wakati tu wanaangalia mambo yao. Tunataka nchi yetu iendelee, tuendelee kwa demokrasia, tuendelee kwa maendeleo. Na Mheshimiwa William Ruto tunakwambia usiangalie left. Wakenya wako na wewe, usitishike. Sisi kama sehemu hii tutajitoa kwa wengi tukupigie kura wakati tutafika. Na kwa misho unasema William Ruto. Sasa kwa sauti paka ifike wapi? Saizi ako New York, tunataka ifike New York. William Ruto. William Ruto. Basi nasema asanteni sana na muungane kabisa. Mnaelewa si ndio? Muungane. Mimi nitarudi hapa Mheshimiwa Farah. Wakati watu watakata kura, tunataka Dadaab not less than 300,000. Not less than 300,000 kwa Dadaab. Not less than how many? Not less than? Not wahanda anirer Dadaab. Horta maanta waa maqlaysan somo. Maanta maxaa la dhahay? Waa maalin weyn somo. Maalin weyn macnaheedu waa garanaysa somo. Walaalkeen Faarax waa kan, dawladii waa tan. Waxaa la dhahay Soomaali waxay dhahday anaka Soomaali waa isgaranaynaa somo. Waqti kastaba waqtigeeda ay leedahay somo. Ninkii fadhigaadu joodo maxaa la dhahay? Ya waa maqasheen somo. Anaka dawladda waa aragteen somo. Dawladda waxay tiri nin kasto Kenya aba xaq buu leh. Calanka ku noolaaw, wadanka ku hoos noolaaw, dawladdaada sharaf, adi is sharaf, qabiilkaada ku dhirag, qabiilkaada ka dambeey, dawladda ka dambeey, adigana is sharaf. Waxaan leenahay Soomaaliyeed. Waa ku yaraa iska bis. Waxaan leenahay marka Soomaaliyeed warku ama qashan somo. Marka waxaan rabnaa inaan isdiyaarin. Waxaan mimi wapi ule mtu ya unajua huyu mzee akitoa amri, huyu mzee amesema yeye ndio patron yetu, mimi ndio chairman. Senator wa Jia. 100,000. Mimi Kainan mimi nalipa 400,000. Senator wa Jia 100,000. Haya waxaan rabnaa marka nimuite. Itamzi. Waxaan rabnaa marka inaan isdiyaarinna. Maanta waa maalintii arooska Duqi Faarax. War dhageysta raabo reer Dadaab. Wadadka kuti meesha mirataka wajumbe wote wafike hapa. Unajua sasa hii bomba ya mzee. Acha nipeane hapa. Wajumbe wote wafike hapa tumkaribishe. Mirataka kuja kwanza iko mtu mmoja mimi nataka niwajulishe. Kuja Mheshimiwa Abdi Khair kwanza kabla. Ngoja kwanza Mheshimiwa Abdi Khair nataka ukuje kwanza. Abdi Khair nani? Ngoja. Mnajua huyu kijana ninka sawa maana to asda shasomo. Cidi weytaan ma maqasheen. Cidi weytaan ma maqasheen. Hore muusi wada. Cidi murlo ma maqasheen. Ninka waxa laga soo doortaa lafay. Waa wiil cusub oo soo baxay ma sha Allah wada. Arrimahan empowerment kana asaga u weyn. Ya ma sha Allah wada. Haya. Waxaan rabnaa marka inaan isdiyaarino. Allahu Akbar maanta. Haya. Wacha niseme yangu nimeletea watu ya Wajia 5 Wajia Dadaab 500,000. Haya. Hapa ndio Dadaab si ndio? Nimewaletea 500,000. Asante sana. Huyo anaitwa Faruk Kibet. Wa makasha somo? Haya the will kama will kinogo ya. Haya mzee. Haya. Sema tu mzee aseme yake alafu aongea hiki DP. Wewe kuja sema mwenyewe. Haya.
Hiyo ni 600. Aya, wacha wapi ya mtu? Ngoja. Wapi ya mtu? Hii ni ngapi? 1 million. Ngoja. Ndio ni sawa. 1 million. 1 million. 1 million ya kwanza, 1 million kwa rekoda. 1 million kelaba da. Arto ko manta yar marraba gada. Bravo. 1 million. Watil كيسدح وسدح واركيزين سمو ورفار عيار مرة ما انت كده واتي افراد ما يمشي نكون افراد ورسوريا وريا باش وريا واتي افراد بسم الله ورتو حاجه سكيما واتي شندا وريا مزي واحد واتوش ايا واتي اللحاد ابشر دا ورا ابشر تكرر قاعده هيا aya wacha tuite mzee atuongeleshe atuambie ndio aite deputy president. Asante sana Aaron. Salamu alaikum. Aaron. Salamu alaikum. Ana kusara super. Allah hadda waxaan ku wareegahaynay Northeastern baan ku wareegahaynay ma maqashaan sifa maamooyinka lacag loogu aruuriyo ma maqashaan ayagana marag bay ka yihiin lacagta ugu weynaad oo nin MB u keenay waxay ahayd 2 milyan oo shilin ma maqashaan waxaan 60 milyan u keenay ma garanaysaan markii gabar la sheego maama la sheegay meel bay daqataa waad gartaan Soomaa ragga odayaasha iyo dhalinyarada waqtigooda ugu dambeeya waxaan aan aruurin hayno waa waxaan isku iimaan doono meel cad xalaal maxaa la yiri maalin baa la qashaa Soomaa meel cad baan ku qalan doonaa gabdhaha rafaadsan baan waxooda la siin doonaa saasay noqon doontaa ma maqashaan Soomaa intana loo keenay inta aan ku darnay ahlan wa sahlan ilaahay baan baryaynaa anaga haddana idin soo noqon bangigaas Equity baa la gelinay ma maqashaan markaasay toobaan haddana banaanka ku qaybin doonaa warcad ma tahay misamaya waxaan isku soo qufay aniga oo aan salka iskaga soo waday oo caruurta hata hal yar aga soo qaaday inaad idinka dhaliyo gabdhahan aad maaragtay rafaadsan oo mid kasta u baahan garab in la siiyo caruurteeda sifay u korsato in garab la siiyo garabkaana waan wadeennaa insha Allah intuu ilaahay cimriga uu nooga haray iyo intay maaragtay waqtiga nooga haray aad maqashaan Soomaa idinkana dad wax qaybsan kara noqda hebel bay ku roonta hebel baa iga daran gabadhaas iga daran dhaha horta rag iyo dhalinyaro wiilal meesha waxba kuma laha taa horta meel ku qorta xasan dheero mi maqashaa sanweyne mi maqashaa waxba ii imaaneen rag iyo dhalinyaro gabdhaha maanta ka tashan doonaa insha Allah oo gabarba gabadhay ka daran tahay baan wax u dhiibaynaa sifay u shaqaystaan oo iyagana noloshooda ay wax fidaan aad baad u mahadsan Cheki. Nakedore kendeke. Atini tutam na William Ruto. Siwasikia uko nyuma. Tutam nakedore kendeke. Tunasema nini? Tutam na William Ruto. Tunasema ati. Tutam nakedore kendeke. Aya makofi kila Kenya yetu ya amani. Hatupendi ukabila. Kelele na vurugu. Tumekataa hapa kazi tu na William Ruto. Tunasema nini? Hapa kazi tu na Kedore. Aya, twende fire tutam na William Ruto. Tunasema tutam na Kedore. Fire na William Ruto. No mercy no ma na Kedore kendeke. Fire. Asante mzee. Thank you mzee.
Ngoja. Wapi mimi nataka sema tu tamu ya Kindiki. Wewe leta hiyo. Asante sana. Kidogo bwana. Kisha saa 7 iko karibu. Haya. Wakenya. Watu wa Kisha ile masaa iko karibu kufika ya sala. Tarakisha. Okay. Tumia hii mzee tu, tumia yote. Mimi nataka niwajulishe Kindiki ni nani. Kindiki, Kithure Kindiki ni ndugu yangu, mdogo yangu, akiwa kwa university mimi nilikuwa MP ya Lagdera na tulikuwa tumeshikana hivi. And he has always been a patriot for this country, a detribalized person who was one of my best supporters among the university students. Sasa Kindiki atosha kuwa number 2, two-term Kindiki. Two-term Kindiki. Two-term Kindiki. Kindiki fire. Kindiki fire. Kindiki Dadaab. Kindiki Dadaab. Kindiki Dadaab. Asanteni sana. Huyu mzee mheshimiwa wetu Farah Maalim ni fire si fire, ni noma si noma, anatosha atoshi. Farah Maalim aendelee asiendelee? Wale wengine sisi tukitafuta 2 term, yeye ni long term. Yeye ni mumekubali huyu Farah Maalim, ndugu yangu mkubwa, rafiki yangu, huyu Farah Maalim akuwe long term. Ni long term. Wacha nione wala nasema Farah Maalim ni long term jameni. Bas. Kwa sababu mzee huyu amekuwa mbunge miaka mingi, ni mzoevu, ameelewa maneno ya uongozi na amejitengenezea marafiki kutoka kila sehemu ya Kenya. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni 2 term si 2 term. Wacha niseme mambo mafupi kwa sababu ya muda. Nishukuru Mungu nimerudi hapa Dadaab. Mimi nimekuwa hapa Dadaab siku ingine wakati nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. Nashukuru Mungu nimerudi hapa. Leo nimekuja maneno ya kuungana na mheshimiwa Farah Maalim na viongozi wa Garissa ili kuhakikisha kwamba vya akina mama, kwa sababu akina mama ndio nguzo la taifa letu. Akina mama ndio nguzo ya familia zetu. Hao wanatusaidia katika mambo ya familia, na pia wako katika biashara, wako katika shughuli kama watu wengine. Na akina mama ndio wanajua kufanya mambo mengi wakati mmoja. Mama ako pale nyumbani na kazi ya nyumbani sio rahisi, mama anaifanya. Bado mama huyo ako sokoni kwa biashara. Bado mama huyo ako ofisini akifanya kazi. Kwa hivyo wamama tunawashukuru, tunawaenzi na tunasema akina mama nyinyi ni fire. Ni fire si fire. Akina mama ni fire si fire. Ni noma si noma. Vile vile niseme ya kwamba kwa sababu tuko hapa viongozi wengi ambao wamefika hapa. We are here to support the women of Kenya. We believe in the transformation power of women, and we believe empowering a woman empowers the family. Empowering a woman empowers society. It empowers the nation. Wamama ndio nguzo la familia zetu, ndio nguzo la jamii na ndio nguzo ya taifa letu la Kenya. Wamama power. Wamama power. Kwa hivyo leo tumeshukuru. Vile tumefika hapa mambo ya empowerment. Tuseme mambo machache ya maendeleo. Mnajua ya kwamba kwa zaidi ya miaka 63 wananchi kutoka sehemu ya Garissa, Mandera, Wajir, Isiolo na sehemu za pwani kama Mombasa wamekuwa na matatizo kupata vitambulisho vya kitaifa, kupata birth certificate ama vitambulisho vya kuzaliwa kwa watoto, na pia kupata hati ya usafiri.
ile inaitwa kwa kizungu passport. Wananchi wengi wametatizika kwa sababu tumekuwa na utaratibu mara mbili. Utaratibu wa kutafuta vitambulisho na passport na birth certificate umekuwa mara mbili. Kuna ule utaratibu ulikuwa unatumika kwa Wakenya wale wengine, alafu ikifika hapa Northeastern na sehemu zingine za pwani tunatumia utaratibu mwingine ambao ni mrefu. Vijana wengi wakakosa matumaini ya kupata vitambulisho. Wazazi wengi wanangojea muda mrefu kupata birth certificate ya watoto wao. Watu wengi vijana ambao wangetaka kusafiri hata kwenda kwa Hajj kule Mecca wanatatizika kupata passport ati kwa sababu utaratibu ni mrefu na inachukua muda mrefu. Rais Ruto tarehe 5 Februari mwaka huu ameondoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi wa kaskazini mashariki, wananchi wa Islamu, na sasa utaratibu ambao unatumika ni utaratibu ambao unatumika Kenya nzima. Kama kijana kutoka sehemu fulani ya Kenya anachukua wiki mbili kupata kitambulisho, hata hapa Garissa ni wiki mbili. Ile maswali kijana anaulizwa ndio apate kitambulisho, ndio apate passport. Ile maswali mzazi anaulizwa ndio apate birth certificate. Popote Kenya ni maswali sawa, haijalishi Mkenya ametoka wapi. Na kwa sababu Rais William Ruto ameondoa ile utaratibu ambao ulikuwa unabagua Waislamu, ambao ulikuwa unabagua watu wa kutoka jamii fulani katika kaskazini mwa Kenya, tunasema Rais Ruto amefanya vizuri, na kwa sababu ameondoa ubaguzi, yeye ni 2 term. Ni 2 term, si 2 term. Rais Ruto ni fire si fire, ni noma si noma, aendelea si endelee. Jambo la pili, sehemu hii ya kaskazini mashariki haikuwa na passport center, ofisi ya passporti. Sasa imekuja hapa Garissa. Mimi nikiwa waziri wa usalama, Rais Ruto alinituma pale, nikajenga ofisi ya passport pale Garissa. Yeye mwenyewe akakuja akaifungua wakati alifika hapa. Na kwa sababu Rais Ruto amerejesha ofisi yetu ya passport pale Garissa town ambayo ilikuwa imefungwa kwa zaidi ya miaka 10, tunasema yeye ni 2 term. Aendelea si endelee. Jambo la tatu, sehemu hii ya kaskazini mashariki ilikuwa imeachwa nyumba mambo ya barabara. Mumesikia ile barabara inajengwa ya kuunganisha Isiolo, Wajir na Mandera. Lakini kuna barabara ya pili ambayo itanufaisha watu wa sehemu hii ya kaskazini mashariki ambayo inajengwa sasa hivi, kilomita 370 kuunganisha poti ya Lamu kupitia Ijara, kupitia Garissa kwenda mpaka Isiolo. Hiyo barabara ya kilomita 370 inaendelea kujengwa, inaendelea kusonga mbele na itakamilika hivi karibuni. Wananchi wa Lamu, Garissa na Isiolo wapate connection ni wa kufanya biashara na kusafiri kama Wakenya wengine. Vile vile katika sehemu zingine za kaskazini mashariki, ile barabara kuu ambayo ni kilomita 750 inatoka pale Mandera kupitia pale Ramu, kukuja Gare, kukuja Elwak, kuteremuka Kobo, kuingia Kotulo, kuingia Tarbat, kuingia Wajir, kuingia Samata, kuingia Modogashe, kuingia Kulamawe, kuingia mpaka Isiolo. Inajengwa wakati tunaongea saa hii. Sijui kama mmesikia jameni. Mmesikia hiyo barabara? Kilomita 750 itagharimu pesa ya Kenya bilioni 100. Pesa ya Kenya 100 billion shillings. 750 kilometers, the longest road project ever to be built in Kenya since independence. Sijui kama mnaelewa jameni. Mmesikia hiyo barabara? Ati inatoka Mandera inakuja Gare, inatoka Gare inatoka Mandera inakuja Ramu, kutoka Ramu inaenda Gare, kutoka Gare Elwak, kutoka Elwak Kobo,
kutoka Kobo inakuja Kotulo, kutoka Kotulo inakuja Tarbaj, kutoka Tarbaj Wajia Samata, Samata Modogashe, Modogashe Kulamawe Isiolo. Na kwa sababu ya hiyo barabara tunasema Rais Ruto ni fire. Ni fire si fire. Ni 2 term si 2 term. Si apate 2 term jameni. Lakini kuna barabara ya pili. Hiyo ya kutoka Lamu Port kupitia Ijara kuingia Garissa kwenda mpaka Isiolo town ambaye ni 370 kilometers ambayo itagharimu serikali ya Kenya shilingi bilioni 28. Na kwa sababu ya hiyo barabara tunasema Rais Ruto ni 2 term. Tunasema Rais Ruto ni fire. Ama namna gani? Aendelea siendelee? Ukihesabu 750 kilometers plus 370 kilometers, over 1000 kilometers ya barabara ambayo inajengwa na hii serikali ya Rais Ruto katika muhula wa kwanza hapa Northern Kenya. Ni fire si fire, ni noma si noma. Aendelea siendelee? Vile vile kuna barabara mpya ambaye Mheshimiwa Farah ameitafuta siku mingi na sasa imepatikana. Mheshimiwa Farah amehangaika, amekwenda kwa mawaziri, alikuja kwangu mara kama 5, alafu baadaye tukaenda kwa Rais Ruto, na sasa pesa imepatikana ya kutujengea barabara ingine mpya ambaye itatoka pale Garissa ikuje mpaka Modika, itoke kule Modika ikuje Agarbul, itoke Agarbul ifite Dadaab, ikuje Dadaab itoke hapo iende Kulan, itoke Kulan iende pale Liboi, itoke Liboi iende mpaka Arahar. Nirudie watu wa Nairobi wasikie. Huyu Mheshimiwa Farah, huyu Farah Maalim, huyu long term ametafuta barabara ingine mpya. Alitafuta kwa wizara, wakakuja kwangu wakati walilemewa. Wewe na waziri na pia wakakuja kwangu. Mimi nikaona ninalemewa. Sisi zote tukaenda kwa Rais Ruto. Rais Ruto ametafuta pesa ya kutujengea barabara mpya. Itatoka pale Garissa town, ikuje Modika, itoke Modika, ikuje Agabul, itoke Agabul, ikuje Dadaab, itoke Dadaab, iende Kulan, itoke Kulan, iende Liboi, itoke Liboi, iende Arahar kule katika mpaka. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Farah Maalim ni noma si noma. Aendelea siendelee? Na Rais Ruto ni fire si fire. Ni noma si noma. Aendelea siendelee? Wacha nione 2 term ya William Ruto, 2 term. Asante Mheshimiwa. Vile vile jambo la 5 ni mambo ya stima jameni. Hii Garissa County imepewa pesa ya stima bilioni 1 na milioni 700. 1.7 billion shillings imetolewa kuleta miradi ya last mile connectivity hapa Garissa County katika constituencies zote. Na hiyo 1.7 billion itatusaidia kuongeza stima kwa manyumba 7,200. 7,200 homesteads will be connected with electricity. Ongoing projects at the moment for 7,200 households, and the money to be used, the money being spent is 1.7 billion. Na hiyo pesa imetafutwa na viongozi wa Garissa, na ile pesa mingi iko hapa Dadaab. Hiyo 1.7 billion ya Garissa County, 940 million iko hapa Dadaab, constituency ya Mheshimiwa Farah. Na hapa Dadaab peke yake 940 million will connect 3,700 households here in Dadaab. Na kwa sababu Rais Ruto ametupatia 1.7 billion shillings ya stima ya Garissa County, 940 million shillings ya stima ya Dadaab, ya kuongeza nyumba mpya Dadaab 3,700 nyumba mpya Garissa County,
7,200. Tunasema Rais Ruto ni 2 term. Tunasema Rais Ruto ni fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni 2 term si 2 term. Aendelea si endelee. Aendelea si endelee. Wacha nione wale wanasema Rais Ruto aendelee jameni. Vile vile mnajua ile daraja pale Garissa Town. Pale ile daraja ya mto Tana ambayo ilikuwa imeharibika. Sasa hivi inajengwa, iko karibu kukamilika, na hiyo daraja ni ya shilingi bilioni 2.1, 2.1 billion shillings for the Tana River Bridge hapo Garissa, ndio watu wetu wasipate matatizo wakati wa mvua. Jambo la sita, mnajua ya kwamba kuna program inaendelea ya kujenga masoko, ya kujenga manyumba ya bei nafuu, ya kujenga pia hostels za wanafunzi. Nimehesabu ile pesa serikali ya William Ruto imeweka hapa Garissa County kwa ujenzi wa manyumba nafuu, kwa ujenzi wa masoko, kwa ujenzi ya hostels ya wanafunzi. Hiyo pesa yote ni bilioni 13.6, 13.6 billion shillings for affordable housing, markets and hostels here in Garissa County. Kwa hivyo kama ni masoko, tunajenga pale Garissa Town. Soko inaitwa Mikono Farmers pale Garissa Town. Tutajenga hapa Dadaab. Tunajenga pale Ulugo. Tunajenga Modogashe. Tunajenga ingine Saka. Tunajenga kila mahali. Hata kule Hagdera kutakuwa na soko. Vile vile hiyo affordable housing iko hapa Dadaab, iko hapa Garissa Town, iko pale Modika, iko Masalani, iko sehemu nyingi za Garissa. Hiyo hostels tunajenga. TVET zetu zote, ikiwemo TVET ya Dadaab, ikiwemo Garissa University, ikiwemo ile North Eastern Region TVET, ile National Polytechnic iko Garissa, ikiwemo Garissa Teachers College. Hizo zote tunajenga hostels, wanafunzi wetu wakae karibu na chuo. Tunajenga masoko, akina mama wafanye biashara, na tunajenga hiyo ambayo ni affordable housing, na hiyo pesa yote ni 13.6 billion. Kwa sababu Rais Ruto ameweka 13.6 billion hapa Garissa County ya masoko na manyumba na hostels. Kwa sababu Rais Ruto ameweka 2.1 billion kujenga daraja mpya ya Tana River pale Garissa Town. Kwa sababu Rais Ruto anatuwekea stima hapa Dadaab, ambayo imefika hapa Dadaab lakini inasonga ikiendelea Liboi, ikiendelea mpaka Harhar. Kwa sababu Rais Ruto ametujengea hiyo barabara ya kuunganisha Lamu na Ijara na Garissa na kule mpaka Isiolo. Kwa sababu Rais Ruto amefanya mambo hiyo yote, tunasema yeye ni 2 term. Yeye ni 2 na yeye ni fire. Yeye ni fire. Yeye ni fire. Yeye ni fire. Wacha nione wale wanasema ni fire jameni. Jambo la mwisho ni mambo ya afya. Tuko na program ya kujiandikisha kwa bima ya afya. Na already wa Kenya milioni 26.5 wamejiandikisha. 26.5 million Kenyans are registered. Na hapa Garissa registration iko chini, muongeze. Because out of 905,000 residents of Garissa County, only 195,000 have registered. 20% only. Muongeze kujisajili. Na mimi nataka kuungana na wale wameongea hapa ya kwamba hii serikali ya William Ruto imejaribu jameni. Wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo. Kwa sababu hiyo Linda Mama ambaye ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito, sasa tumeipanua kupitia SHA. Sio Linda Mama pekee, inalinda mama, inalinda mzee, inalinda kijana, inalinda mtoto. Tunaita linda jamii, sio linda mama peke yake. Kwa sababu hata ukilinda mama peke yake na uache vijana, uache wazee, uache watoto, hiyo sio sawa. Kwa hivyo wale wanakosoa, wakosoe kimakusudi, lakini wakosoe vile vile kupitia ukweli, sio kupitia uongo. Na vile wenzangu wamesema, Rais Ruto alikutambolea
ikiwa inauzwa shilingi 6,500 sasa ni 2,500. Hiyo ni ukweli wa mambo. Vile vile Rais Ruto alikuta shilingi ya Kenya haina nguvu. Dola moja ilikuwa inagharimu shilingi 165, ameiteremusha. Shilingi ya Kenya iko na nguvu. Sasa dola moja ya Kenya ni shilingi 128. Na ndio tunasema kwa sababu Rais Ruto anaendelea kukuza uchumi, kuimarisha uchumi, kuimarisha afya, kuongeza stima, kujenga barabara za lami, kujenga masoko, kujenga daraja, kujenga manyumba. Tunasema yeye ni rais wa 2 term. Ni 2 term si 2 term. Ni 2 term si 2 term. Basi wacha tukamilishe sasa kwa kusema hivi. Si tumekuja empowerment. Si hao wengine wamechanga. Mungetaka hata rais wetu achange kwa hii hafla. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Kwa sababu ya masaa wacha niseme Rais Ruto amenituma na shilingi milioni 3. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Na mimi vile vile kwa sababu nimeleta salamu ya rais, hakuna haja nitoe pesa. Iko haja? Lazima nichange. Lazima nichange. Wacha nione wala nasema hata mimi nichange jamani. Kuna wengine wanataka kunisamea. Wacha nione wala nasema nichange. Hata mimi nataka niongeze, nisindikishe rais na shilingi milioni 2. Ni fire si fire. DJ weka ile wimbo ni fire si fire. Wapi DJ unatuangusha. Na mlete hiyo pesa saa hii. Pesa ya rais, pesa ya DP. Tunasema tutam na William. Sioni mikono ya kila Ngoja kidogo DJ. Si huyu Fara ameleta milioni 6 jameni. Si huyu ni fire ya ukweli. Bas bila pia kuna cheki ya Uwezo Fund Mustakbal Women Group 200,000. Dagan Beauty Youth Working Self Group 200,000. Wakuja wachukue cheki yao. Alayamin Women Group 200,000. Kujeni mchukue cheki. Bula Salam Women Group 200,000. Kujeni mchukue cheki ya Uwezo Fund. Languyata Women Group 200,000. Bash iyo Barakwo Group 200,000. Ni fire si fire. Ni noma si noma. DJ fanya hiyo kitu. Siwasikii huko nyuma. Tutam na Kidure Kindiki. Tunasema nini? Tutam na William Ruto. Tunasema ati tutam na Kidure Kindiki. Haya makofi kila Kenya yetu ya amani, hatupendi ukabila. Kelele na vurugu tumekataa. Hapa kazi tu na William Ruto. Tunasema nini? Hapa kazi tu na Kidure Kindiki. Wacha MCA wasindikishe. Wapi MCA wasindikishe haraka masaa. Haya ngapi? Sema jina na wapi hiyo kikapu. Weka hapo. Aden ngapi? Mheshimiwa Aden MCA 10,000. Thank you. Del 2. Mheshimiwa Omar Lamarjale ngapi? 10,000. Asante sana. Mheshimiwa mwingine ni nani? Mheshimiwa Muhammad Sheikh. Mheshimiwa ngapi? 10,000. Mwingine? Next. Mheshimiwa Hajir tulisoma na huyu mtu kule Lanana School. Ni fire sana. Ngapi? 10,000. Next. Haraka. Brigadier retired. 100,000 ya Brigadier. Brigadier retired Abdullahi Rashid. Who went also to Lanana School. Lanana School ni fire. Hata ule Major Deko ni mtu ya Lanana School ni fire. Ama namna gani? Hata huyu mtu tulikuwa naye klasi moja pale. Asanteni sana, Mungu awabariki. DJ fanya hiyo kitu. Na Kidure Kindiki. Fire si fire. Na William Ruto. No mercy, no